Kwa majina mimi naitwa Vikas Bahati na nikiwa ndani ya Butula News, ama ukipenda tunaitanga in short tunaitanga BN. So leo tukiwa ndani ya BN, leo nimefanikiwa kupata rafiki yangu wa zamani sana. Rafiki yangu, ndugu yangu. Huyu jamaa tumetoana mbali sana miaka kadhaa, tangu 2012 huko tukijuana na yeye. Kwa jina lake anajulikana kama Ole Bamuriat, Masai wa Busia, ama ni Masai wa Butula, ama ni Masai wa Busia, Masai wa Kilgoris, Narok. Narok, lakini sana sana Busia ndio mahali penye nimejaribu kuja kufanya kazi. Nimejaribu kutafuta mahali ya kufanya kazi. Na sasa nyumbani kwenyewe ni Kilgoris. Lakini pia nimeishi Busia kwa muda sana. Umeishi Busia kwa muda sana. Unakumbuka tulijuana na wewe mwaka gani? Mwaka 2010. Kitambo sana. Kufikia sasa ni kama miaka 16 tangu tujuane. Hiyo ni mbali sana. So wewe Ole Bamuriat, kwanza unajua unanitisha sana. Wewe unasema ukiacha rungu mbali unaweza ukaporu hapa tu kwa hii studio yetu. Unajua security na hasa na wewe mwenyewe. Security na hasa na wewe mwenyewe lazima ujipange vile unatembea kila wakati. Unajua unaweza kutembea tu kidogo na patana na majambazi kidogo barabara. Lazima uanze kujipanga kwanza. Hapa kwetu tunakuanga tuko secured. Ukiangalia unaona vijana wako hapa, security iko tight. Usikwe na wasiwasi ndugu yangu. Rungu unaweza sasa usikamate sana. Rungu lazima, unajua rungu kwa Kimasai. Ama nia yako ni kugonga mimi na sijui. Hapana, hii siwezi kugonga na wewe. Unajua hii rungu kwa Kimasai inaitwa esiare. Inaitwa oringa hii kwa Kimasai. Sasa hii rungu iko na sababu yake. Hii rungu iko na sababu yake. Sasa ukiona Masai anatembea na rungu, kwanza niko na rungu na hii nyingine ya chini. Umeona hii ya chini hiyo? Kisu. Hiyo. Sasa hiyo sana sana wakati unaweza ukaitwa kwa sherehe yote kuchunga ng'ombe. Alafu kuna wakati unaweza ukapatiwa tenda ya kuchinja ng'ombe. Sasa lazima wakiitwa anaenda vile huko. Usianze kuomba mtu kisu, ukasema ati mimi natafuta sijui kisu. Lazima uende na kisu yako kwa sababu unajipanga. Maisha sasa ni kujipanga mwenyewe. Hiyo ndio sheria ya Masai. Hiyo ndio sheria ya Masai. Kuchinja ng'ombe ni tenda tu inatokea from nowhere. Tenda inaweza ikatokea wakati yoyote. Sasa unaenda unatenda hiyo. Unaanza unafanya hiyo tenda hiyo yenye umesema hiyo. Sasa Ole Bamuriat huyu ni nani? Kwa sababu kwa muda sana watu wamekuwa wakiona Ole Bamuriat, watu hawaelewi Ole Bamuriat. Hebu tuambie huyu Ole Bamuriat ni nani? Anafanya nini? Anapatikana wapi hapa Busia? Yes. Kitu ya kwanza, jambo ya kwanza, mimi naitwa Ole Bamuriat. Ole Bamuriat kwa Ole inamaanisha mtoto wa. Ole. Kuna wakati unaweza ukasikia mtu anasema Ole. Ole hiyo ni jina ya Kimasai hiyo. Ole. Ole. Ni kama jina ile ya kupatia heshima ya Masai hiyo. Sasa Ole huyu ni mtoto wa damu ya Kimasai. Hata babangu kitambo alikuwa anafalia Kimasai hivi tu kila kitu. Hiyo. Tumeishi hapa Busia kwa muda, lakini watu walikuwa wanajua tu huyu. Yaani imagine nimeishi Busia kwa muda. Lakini sasa watu hawakuwahi kujua huyu Ole ni nani. Sisi ni wa Masai, tunatoka Kilgoris. Babu yetu alitoka mahali inaitwa Kilgoris. Sangalo ni jina ya Kimasai. Sasa kutoka Kilgoris wakapita mahali wakaenda Bungoma. Mahali Bungoma wakakaa kwa muda Bungoma huko. Kwa muda Bungoma. Sasa Waluya kwa sababu wawezi kutamuka hiyo jina ya Kimasai vizuri kusema Sangalo, wakaita mahali inaitwa Sangalo. Ndio nasikia kunaitwa na Sangalo Institute. So unamaanisha Sangalo Institute ilitoka kwa jina ya Kimasai? Ni jina ya Kimasai. Inamaanisha Sangalo yani ni klani ya Wamasai kutoka Narok. Kuna mahali fulani ilikuwa huko Narok, Kilgoris huko. Mahali ilikuwa inaitwa Sangalo. Sasa ilikuwa group, ni kama unaweza ukatembea ukasikia estate fulani, kijiji fulani. Sasa kwa sababu walitoka huko wakaenda wakaishi huku mahali inaitwa Sangalo. Sasa kutoka hapo sasa ndio wakaanza kutembea kidogo, wakianza kusunguka kidogo Busia wanazunguka. Na ndio hapo ndio baba yetu tukasaliwa huku mahali inaitwa Busia sisi. Lakini baba alisaliwa mahali inaitwa Sangalo. Transmara, mimi ni Kwadi Masai Narok, kutoka Narok. Narok Ashioleng Narok. Nanti tonewa nai Ole Bamuriat.
esidai oleng. Esidai kwamba inamaanisha kitu kama mzuri, kitu kama safi, ndio hiyo. Hapo umeongea Kimasai mpaka ikanipita bwana. Mimi hiyo miaka yote sikuwahi jua kama wewe rafiki yangu wewe unajua kuongea Kimasai. Kimasai. Sasa unajua hiyo imechukua watu muda sana kulelewa. Kwanza baba yangu kitambo alikuwa anafalia Kimasai. Wale watu walikuwa wanatasema baba yangu kitambo alikuwa anafalia Kimasai. Na si alikuwa anafalia Kimasai hata anafanya komedi. Alikuwa anafalia Kimasai, alikuwa anajaribu kuleta yani watu, kuelimisha watu, kuleta watu karibu. Unajua wanasema mwacha mila, ukiwacha mila sahi huwezi ukatumwa. Sasa unasikia Swahili wanasema mwacha mila si mtumwa. Na mimi nataka kutumwa. Nataka kutumwa. Si ushatumwa Busia tayari. Unaendeleza kazi. Okay, Ole Bamuriat, wewe ulijikuta aje? Ulianzaje ikafika mahali sasa ukasema mimi Ole Bamuriat kijana ya Narok nimeamua sasa nataka kuwakilisha komedi ya Masai wote hapa Busia? Hiyo ni kwa sababu kuna wakati mmoja, wakati baba yangu alikuwa bado mwalimu ya shule. Baba yako alikuwa mwalimu? Alikuwa mwalimu mkuu ya shule. Sasa baba yangu kuna wakati alikuwa akitoka anaenda, nasikia mama yetu anasema baba yenu ameenda kwao. Sasa nashangai kwetu ni wapi? Sasa siku moja kulikuja na Wamasai wengi kwa boma. Siku moja walirudi na baba yangu. Nikauliza mama, yani mbona baba anatembea na Wamasai? Mama akasema baba yenu anatembea na watu ya kwao. Hiyo ni damu yenu ya Wamasai. Babu yenu alitoka Masai Narok, Kilgoris. Huko ndio mahali babu yenu alitoka. Na sasa baba yenu walisaliwa huko na mandugu zake wengine. Kuna wale walibakia huko. Sasa ndio baba yenu akaenda huko, ndio paka akapatiwa rungu orinka hii. Alafu akapatiwa mshali. Alafu akapatiwa na kisu. Sasa mimi mara nyingi nimekuwa natumia hiyo kisu ya baba yangu, na tena nimekuwa natumia ile rungu kama hiyo rinka hii ya baba yangu. Lakini sasa wasee wa Masai wakaniambia atakani kutumia rungu ya baba yako, hiyo rungu ya rinka hii. La, jaribu kutafuta yako. Ndio sasa nikaenda Narok na nimerudi na nikapewa hii. Na paka hata nimepewa paka niko na kisu ndio hii. Hata naweza kuonesha, nionyeshe wewe. Niko na kisu. Bora usidunge mimi. Hata kisu ndio hii. Na hiyo alisema mtu afai kushika kama sio wewe. Hiyo kushika hiyo kulingana na mila ya Kimasai na tamaduni, unatakani kukata mtu nayo. Hata hii rungu mtu kama anachokosa wewe, hii rungu utakani kupiga mtu nayo. Hii ni kama tu yani kuonyesha mila ya Kimasai. Ndio hiyo. Lakini kuna wakati kama simba, unakutana na simba usiku, tandika hiyo simba mzuri, piga na hiyo rungu. Utakuwa umesaidia sana, na hiyo rungu itakuja saidia wewe, ni kama security mwenyewe. So naona askari sana kama mtu anakuja karibu na jaribu ataki yeye, ananyang'anya bunduki. Askari anafanya nini? Askari anachukua hiyo bunduki, analipua hiyo mtu hata mguu kidogo, lakini askari hapana huwa mtu. Anapiga tu, analipua kidogo, mtu natoroka naenda mbio. Sasa ndiyo kazi ya hii. Ndio kazi kama hii. Kutisha tu. Ni kutisha tu kidogo, yani security mwenyewe. Okay. Ole Bamuriat. Yes. Wewe umekuwa hapa Busia kwa muda. Unasema aje kuhusu sanaa na comedy na wanamuziki wa Busia wamekupokelea kwa furaha? Watu wa Busia wamekupokea kwa furaha ama wanakutenga? Mimi nimeshukuru sana kwanza mashabiki yangu yote, mafansi yangu yote. Kuna wale wamekubali mimi. Lakini kuna wale nye bado hawajakubali mimi. Alafu wasanii wa Busia nashukuru kitu moja. Ni vijana wamejituma, wamejinyima wenyewe, wamejitima. Yaani kwa sababu kuna changamoto nyingi natokea, lakini wasanii wa Busia wako na kitu inaitwanga talent. Talent. Lakini talent iko, lakini kuna kitu mmoja tu yenye bado hajapata. Nini hiyo sema? Kitu yenye bado hajapata ni kitu inaitwanga hii support. Support hiyo. Support inatoka wapi? Ole Bamuriat. Support inatoka kwa viongozi yetu. Viongozi yetu ya kiongozi wako hapa Busia County. Kusupport vijana wasanii. Kwa sababu mara nyingi utapata wasanii kama comedians
watu ya acrobatic, watu ya mpira pia, tuseme watu ya mpira pia, hii talanta iko tu. Lakini utapata sana sana wanasiasa yetu, politician yetu wote na support tu, yani watu ya mpira peke yake, watu ya mpira peke yake. Alafu hiyo imefanya kitu nyingi sana sana. Vijana wengi wa Busia County wanatoka wanaenda Nairobi huko. Wakienda Nairobi wanataka kwenda kubomoka, ndio wabomoke Nairobi huko. Kubomoka tena, kubomoka ama kuomoka, hiyo ndio umesema hiyo. Ole Bamuriati, kijana ya Narok. Mimi nitaendelea kukuita Masai wa Busia. Unasema kubomoka. Vijana yetu ya Busia inatoka hapa inaenda kubomoka Nairobi. Ndio kubomokea Nairobi huko. Alafu kubomokea Nairobi. Sasa wakati narudi, tena ndio wakati watu nasema, mimi kijana nilisupport yeye, lakini mtu kusupport hata huyo kijana. Okay. Nimekuelewa sana. Nasema wasanii wa Busia hawapati support kutoka kwa viongozi. Na hiyo ni kitu iko. Sio wewe peke yake umekuwa ukilia. Hiyo ni kitu iko. Na wakati malalamishi yenu ikiendelea kukua mingi hivyo, obvious itafika. Lakini pia nyinyi wasanii mjaribu kukua na umoja. Muko na sako ama chama ya wasanii wa Busia wote, ama kila mtu anatembea tu kivyake tu anaongea lugha yake? Kila mtu najua anajipakulia mwenyewe. Sahihi, unajua kila msanii sahihi akiona nimeanza kutrend kidogo. Kila msanii sasa anaanza kujiona ameanza kubomoka. Sasa anaamua kusema kuomoka. Hiyo ndio umesema hiyo. Hiyo ndio umesema hiyo. Sasa akiona ameanza hiyo, inabidi sasa aanze kujijali mwenyewe peke yake. Lakini kitu ya maana ni support. Support ndio kitu ya maana sana. Sasa unajua mimi ile mwelekeo najua kutoka kwa serikali saa zingine ina deal na kama vikundi mnaweza kuwa na kikundi ya wasanii kama 20-25, muandike proposal mpeleke huko, mpush. Unajua pia wakati mwingine tunalaumu serikali, lakini ni ngumu pia kwa serikali kusupport. Labda kama una target, kama unatarajia mwanasiasa tu individual kusupport, hapo inaeleweka. Lakini kama ni support ya serikali pia, ujumbe wenye mimi ninaweza sema kwa vijana wenzangu na wasanii wenzangu, juu hata mimi nimekuwa kwa hii industry ya usanii kwa muda, ninaweza sema ile umoja kwanza, kushikana, kuelewana, kufanya kazi. Red card tafuta ni yako tu, hatukatai, lakini sasa kuna ile background. Sasa wewe Ole sahi ukisema hivyo, hizo changamoto unapitia wakati unaitwa show kama Ole Bamuriat, ama unaendanga tu kubamba watu, kutafuta platform? Kuna wakati najipeleka tu mwenyewe, kwa sababu nimejaribu kila mahali mtu ina support mimi. Sasa inabidi nijitume mwenyewe, nijipeleke tu mwenyewe, hata kama ni kwa bure. Nijipeleke tu mwenyewe. Lakini hiyo wakati unaanza kujipeleka hapo, huyo unatoka pale, yani umetoka pale, yani hujaridhika, yani hujaridhika, kwa sababu jambo ya maana ni kupata support kutoka kwa hao watu wetu ya hawa. Ama mfadhilio yote kama anapatikana hiyo. Lakini sasa wakati umejipeleka hivyo, unaenda pale unatumbuiza, una entertain hao watu. Hata kuna wakati siku moja niliwahi kwenda kutumbuisha mahali. Unajua nilipewa pesa ngapi? Sijui. Shilingi 50 peke yake tu. Jamani. Pole bwana, ndio hiyo. Shilingi 50. Tena nikatiwa soda ya Coca-Cola na mkate. Yaani tuseme kwa ufupi unamaanisha walikujali tu kitumbo na transport ya kukufikisha nyumbani. Alafu unajua uko na bibi na watoto nyumbani. Wakati wamekwasa Masai, wewe uko na bibi na watoto? Niko na bibi na mtoto. Moja. Kijana msichana, lakini bado naendelea kujasa wote. Nataka kujasa dunia mzima yote. Masai sijaijua bwana. Niko na bibi na mtoto. Alafu sasa hiyo umeenda kufanya sherehe, umetumbuiza na unapewa tu soda na mkate na unapewa 50 bob. Shilingi 50 peke yake. Sasa wakati narudi nyumbani wakati ya jioni, mtoto anajua wanawake ni wajanja sana.
mama mtoto anaambia mtoto, baba yako tayari anajipusa kwa dirisha, baba yako tayari anakuja ametoka kuperform kidogo, anakuja amepewa kitu, amepatiwa ngiri. Sasa wakati unakuja mtoto ndio yuko mlango anakimbia na hagi, anasema baba unabeba nini? Kumbe mtoto kufungua kwa bagi yako, mtoto anapata kumbe anapata chupa ya soda ile ya plastic ndio iko ndani. Huku kunywa ulibeba tena na mkate tena mnashare na baki inakuwa kama inakuwa sapa yenyu yote usiku. Lakini sasa hii inaleta ndoa pia, inaweza kaleta ndoa kubomoka hiyo. Ndugu zangu, ukiangalia utafikiria ni comedy tu anafanya, lakini kusema ukweli inachekesha, ni ya kuchekesha sana. Lakini kusema ukweli wasanii wa Busia wanapitia mambo mengi. Ile kitu Ole Bamuriat anasema hapa sio tu ati anachekesha, ni comedy, ni ukweli. Unaenda una perform, unarudi unapewa tu. In fact ile 50 bob ni ya ule mwenye alifurahia comedy yake akamwambia enda na hiyo salamu. Ukweli huo hiyo kweli. Alafu sasa wakakurumia wakakupea hapo kasoda kadogo na mkate. So pia kwa viongozi wetu tu, hii tu ni ombi kwa viongozi wetu wenye wanafuatilia Butula News popote pale penye wako, wenye wanafuatilia Busia nini wenye wanafuatilia entertainment za Busia na mko na sherehe, tujaribu kushika hawa vijana. Kwa nini nasema hivi? Hawa vijana wamejaribu kuinvest akili yao, muda wao mwingi sana kwa mambo ya muziki, kwa mambo ya ucheshi na hizi content zingine zote. Sasa akikuja jamani, na mumwangalie tu hivyo, mkwe hata mnaalika wa jamaa, ukipea tu jamaa shilingi 12,500 kama hata mara mbili hivi kwa mwezi, jamaa anaweza jisaidia, inamsaidia. Tuseme 12,500 tu, kwa sababu 50 jamani, 50. Viongozi walikuwa hapo wengi. Nini mnafanya hivi vijana bwana? Hiyo ndio mnaua talanta. Hapo ndio mnaua talanta. Anyway, tunaendelea vizuri. Kwa majina mimi naitwa Vikas Bahati nikiwa hapa Butula News, na unaweza fuata Butula News kwa Facebook, YouTube na TikTok pamoja na X, tuko huko kama Butula News. Na pia wakati mnafuata Butula News, pia mimi mnifollow Vikas Bahati Facebook. Mambo iko vizuri. Ole Bamuriat. Yes. Ero. Sasa kwa kazi ndio hiyo, unafanya kazi, na wakati mwingine na kuona naona unafanya unaenda ku market kama biashara za watu nini. Hiyo tu ndio kazi yako unafanya peke yake, ama kuna kazi nyingine unafanya? Kazi iko nyingi nafanya kazi nyingi. Mimi ukiniangalia hivi nafanya kazi. Mimi mwenyewe tukiendelea kuongea, mimi mwenyewe ni mchoraji, cartoonist artist. Mchoraji cartoonist artist. Unaweza nichora kibonzo? Naweza nikakuchora kibonzo ile yenyewe. Si unichore basi baada ya hapa leo. Nitakuchora yenyewe paka utashtuka, paka kila mtu ataanza cheka tu yote. Haya, tuendelee. Tena kitu kingine ya pili, mimi mwenyewe ni trainer ya break dancer. Break dance ile kucheza ya mimi mwenyewe break dance kwa Kiswahili ni kucheza ya kuvunja ile ya kuvunja, ama break ni ile nafujika mbafu. Tena mimi mwenyewe ni ninafanya kazi kwa redio sana. Ikifika wakati ya Jumapili naitwa kwa redio, na hata kuchekesha watu kidogo hapa Busia. Yaani kupitia tamaduni za Kimasai. Najaribu kupitia comedy kuweza kuelimisha watu tamaduni ya Kimasai. Unachekesha watu kidogo, lakini unapatiana message pale. Nimekuelewa. So ni hiyo ndio unafanya? Hiyo ndio kazi yenye nafanya. Raia wakikutafuta wanakupata kwa hapo? Wakitafuta mimi ukiwa na sherehe yote. Ukiwa na sherehe yote, unataka biashara yako hata iwe sherehe yote. Hata ukiwa na biashara yako unataka nifanyie kitu inaitwa advertisement. Ile advertisement kama nyamanga siku watu wanafanya jana. Hiyo nakuja nafanya advertisement, ninaleta kwa ile njia. Unajua siku hizi wewe uko unauza managu kwa soko. Alafu unasema mimi nauza managu. Lazima utumie mbinu ile ya kuleta watu karibu. Sasa mimi nitakuja na mbinu tofauti. Naweza kuleta watu nashtuka kidogo. Ile Masai anatembeaje? Ile Masai anatembea haraka kwa nini? Anakimbia wapi?
kumbe naanza kufanya market mahali fulani. Sasa mtu ataona kidogo, utacheka, lakini message unapata, message ujumbe unapata. Hiyo ndio nasema hiyo. Nimekuelewa sana ndugu yangu Ole Bamuriat. Hiyo Ole Bamuriat, sasa wewe mtu akitaka kukutafuta, kwanza kabla tuendelee, anakupata wapi? Mtu ukitafuta mimi kwa sasa niko mahali naitwa Busia Township. Karibu na Greenview Apartments, hiyo karibu na shule ya Township. Kuna gorofa iko hapo, lakini hiyo gorofa siishi. Hiyo ndio gorofa ya mdosi yangu. Ama hiyo ni kama signpost? Ndio, ni gorofa yenyewe. Penye nafanya kazi, unajua pia usiku nafanya kazi mimi. Nafanya kazi ya kulinda giza. Usiku nafanya mchana kwanza nafanya kazi ya kulinda maslahi ya mifugo. Kama ng'ombe, engiteng kwa Kimasai. Hiyo ng'ombe. Nalinda ng'ombe kwa malisho. Nikitoka hapo kidogo, ninaenda natembea mahali naitwa Mutoni. Nikitoka kwa Mutoni, narudi jioni na nyang'anya ng'ombe maziwa. Wakati anang'anya ng'ombe maziwa, hiyo ni kukamua maziwa, kukama maziwa. Ikifika wakati ya usiku, nafanya kazi ya wetoka hapo hiyo. Sasa nikifanya hiyo kazi ya wetoka hapo hiyo ndio kazi inasaidia mimi. Sasa nalipa mshahara hiyo kwa sababu nalinda boma ya mtu. Sasa hapo ndio mahali napatikana. Na tena unaweza ukanipata kwa mitandao ya kijamii, social media. Hiyo ndio umesema hiyo. Unapatikana social media kwa mitandao ya kijamii aje? Facebook naitwa Ole Bamuriat. Ole Bamuriat. Utaona nimefalia Kimasai. Ole Bamuriat. Nimefalia Kimasai. Instagram naitwa Ole Bamuriat. Nimefalia Kimasai. TikTok nimefalia Kimasai. TikTok ama TikTok? Hiyo ndio umesema hiyo. TikTok. Hiyo sasa hiyo. Nimefalia Kimasai yetu. Kudumisha mila. X ya girlfriend hiyo. Hiyo si ya girlfriend hiyo. Hii mtandao nakuja anaitwa X. Hiyo mtandao inaitwa X. Kitambo ilikuwa inaitwa Twitter. Hiyo ndio nasema hiyo. Hiyo pia naitwa Ole Bamuriat. Okay. YouTube. Naitwa Ole Bamuriat. YouTube Ole Bamuriat. LinkedIn. Naitwa Ole Bamuriat. Kuna wale anapenda kutafuta mtu kienyeji. Kienyeji kwa boma. Kwa boma. Sema tu nataka Ole Bamuriat. Alafu tena namba ya simu. Nambari ya simu. Surufi 71. 071. Hiyo sasa hiyo. Hiyo 071. Endelea. 071 2 09 79 79 27. Alafu kuna wale rudia tena. 0712 09 79 27. Bas. Alafu tena M-Pesa pia naitwa Ole Bamuriat. Ukitaka kutafuta mimi M-Pesa unatuma pesa kidogo, alafu naona jina yangu vile inakuja yote. Kijana ya Narok huyu anajua pesa huyu. Hiyo tu nasema Narok County, Esidai Oleng. Yaani Esidai inamaanisha Narok County ni mali mzuri sana. Narok, yaani Wamasai wote nashukuru sana. Wamasai wanapenda mimi sana. Wamasai yetu ya Narok. Wanajua Masai ni Masai tu. Masai ya Narok, Masai ya Tanzania, Masai ya Kenya yote. Sasa hii pole kwa kukuuliza hii swali. Wewe umeishi Busia miaka mingi. Wewe mwenyewe ni Masai. Umeoa Mluya ama Mmasai? Ama umeoa Mjaluo? Mimi nimepata ubafu yangu. Nimepata ubafu yangu. Nimeoa kutoka huku Butula yenyu. Wewe bwana, hiyo ulibafua mtu ukachukua babu yake bwana. Ubabu yako ilibaki Narok. Nimepata ubafu yangu. Unakuja kwa Marachi. Nimepata ubafu yangu yenye nasema tu tafadhali, mniombe tafadhali. Ndoa si mchezo. Ndoa ni kuvumiliana tu. Hata kama kuna shida kidogo, anasema tu Yesu sikilia mimi yake. Sasa kutenda dhambi tena. Ndoa si mchezo. Si mchezo. Kutenda dhambi ndio shida.
Ndoa ni kuvumiliana. Ndoa ni kuvumiliana tu. Hata mtu kosena we saa hii leo kesho. Bora tukitia maana, jambo ya maana kwa ndoa. Patia mpenzi yako M-Pesa namba yake. M-Pesa password yake. M-Pesa pin. Hayo ndoa itadumu. Wakifuliza wafulize tu. Wafuliza huko, lakini ndoa lazima patia password. Lakini pia nyinyi wanaume siku hizi, kwanza nyinyi wa Masai mnakuanga mnatucheza sana, ni ile tu amtakangi kutuambia kweli. Nyinyi mnaweka mambo yenu ufiche sana nyinyi. Utasema umempea M-Pesa pin na kumbe unajua hujaweka pesa, kwa hiyo pesa tu kwa hizi vitu mnafunga hizi. Lakini najua sahihi hata Safaricom yenyewe nasemanga saa zingine ati M-Pesa pin yako ni siri yako. Na mbona upee baby yako? Bibi ni siri. Sasa unajua ukitaka ndoa idumu, apatia tu lakini ndoa ni kuvumiliana tu. Huyu mpaka kusema kweli huyu Ole Bamuriati huyu ni kama kuna huyu msichana Mamarachi ashakupikia nini ukakula mpaka ukachanganyika ukampea pita. Kuna kitu msichana Mamarachi alipikia huyu jamaa. Yaani alipikia mi chakula moja siku moja. Ero. Nasema nikasema tu wake ya Sholeng. Yaani alipikia mimi chakula moja. Chakula naitwanga. Hii chakula nameangwa mfua shamba hii wakati kama mfua ananyesha. Naanza kutoka. Imboga na Teresa hii kidogo hii. Mrenda. Hiyo yenye umesema hiyo. Alipika siku moja akakula siku moja. Na ugali ile ugali inakaa kama udongo. Ugali ya muhogo. Hiyo iko imechanganywa ndani wimbi nini mtama. Nikakula siku moja wakati fulani. Sasa kwa boma yetu hiyo nilikuwa napeleka ng'ombe kwa malisho huko chini kwa mtoni. Sasa wakati nakimbia na nimeshiba nakwambia niliteresa mara moja. Nikaenda kuuliza msee ya boma ya kwetu ya Narok, anasema ulikula mboga fulani. Tukiangalia kwa trafiki yetu ulikula mboga fulani kutoka Western huko, nimefanya na Teresa paka na afunjika spinal cord. Aya, hiyo sio mimi nimesema, sio ni maneno yako mwenyewe umesema. Hiyo nyenyo hiyo tu hiyo. Okay. Ole Bamuriati, ni mwaka mpya, tumeanza mwaka mpya, mwaka 2026. Yes. Na kila mtu anakuwa na matarajio yake ya mwaka. Matarajio yako ni yapi hii mwaka, na mashabiki wako watarajie nini hii mwaka? Mashabiki yangu mwaka hii nasema atarajia kitu mnatuanga mofaya sana. Kwa sababu nimesema mwaka hii ni mwaka tunasemaje kwa Kiswahili? Ni mwaka wa kutenda miujiza. Tayari mwaka umeitaja kwa Kiswahili. Sasa unataka tuitaje tena kwa Kiswahili? Haya, mwaka hiyo. Hiyo mwaka hiyo. Ni mwaka wa kutarajia miujiza. Miujiza ya naletea nyi vitu mpya raundi hii. Hakuna saisi hata nimeamua sahi mwaka hii. Nataka enda tembea kwa hospitali mahali kuna wagonjwa. Unajua mara nyingi unaenda hospitali unapata wachungaji wako wa kanisa. Wa kanisa wanaingia wanaombea wagonjwa. Lakini bado mgonjwa anasema bado ijashika moto. Sasa nimekuja na mbinu tofauti. Nitakuwa naenda hospitali. Nachekesa wagonjwa hata kwa ICU yote naamua kufufuka mara mmoja. Uko na ndoto kubwa mpaka zingine zinanitisha. Kwa sababu hii dunia sahii hata sikia mwisho utasikia Mungu nasema ulikuwa unahubiria injili kupitia njia gani? Sasa nitasema nilitumia usanii kidogo ili kuweza kuleta wagonjwa karibu. Kuwapatia natwanga morali. Ya maisha hiyo. Na tunabamba au na vitu naitwanga comedy ili kuweza kuleta moyo karibu. Haja gani mgonjwa kufa? Alafu unapata kuna siku unajua hata mgonjwa fulani hospitali nilikuwa naenda kuona mgonjwa. Mgonjwa akasema, Ole Bamuriati, unajua mara nyingi hapa hospitali tunapatiwanga chakula lakini nabakisha. Na nikasema hero, mnabakisha mnatupa wapi? Ati hapana, na tupanga hapa chini kwa mto. Chini ya kitanda. Nikasema usitupe hiyo chakula chini ya kitanda. Mimi ndio niko na dustbin ya kutupa chakula hiyo. Hiyo chakula bakishia nitatupa kwa tumbo yangu mimi. Kwa tumbo. Chakula najua si mzuri kutupa hii. Chakula si mzuri kutupa. Unatupa leo, kesho Mungu anataka bariki wewe. Anapata umetupa chakula, atakuaje sasa?
Haya. Which means huko Narok Masai mwagi chakula. Hatumwagi chakula. Yeah. Hatumwagi chakula hata kidogo. Huku unakula chakula ya Wamasai ama unakula chakula ya Waluya? Chakula unajua, chakula ya Masai kama kawaida. Lazima nikule nyama, hata leo nimekula nyama. Masai unajua kwetu Narok tuko na ng'ombe nyingi sana, tuko na masiwa. Masiwa kali ya ng'ombe kwa Kimasai tunaita enkanasa. Lakini wewe ulijua leo unakuja hapa, mbona hukubebea Vikas hata lita moja tu ya maziwa? Unajua kwa sababu zisingeweza kupikika na nikakuja abruptly mara moja pap. Kama mofaya. Haya. So Masai, wakati tunamalizia uko na neno gani kwa Wakenya? Kitu niko nao kwa Wakenya wote kwa jumla wote. Mimi nashukuru sana mashabiki yetu yote, mashabiki yangu yote, na wale wote ambao wanapenda kupitia sanaa yangu ya comedy yangu ya Kimasai yenye nadumisha mila yetu, na tunalimisha watu kwa jumla yote kwa Wamasai, watu ya kila kabila. Unajua Kenya kuna kabila nyingi sana. Kuna kabila 47. Ama ngapi? Hata sikumbuki. Mimi najua kaunti ya 47. Nafikiria kuna 40 kabila. Sasa watu wote kwa jumla, wote wa Kenya wote kwa jumla wote. Mtarajie vitu mzuri kutoka kwa mimi Ole Bamuriat. Hata munifollow kwa mtandao ya kijamii. Siku moja hata nikibomoka sitasahau nyinyi. Takumbuka nyinyi siku moja kwa sababu mimi napenda nyinyi sana. Nashukuru nyinyi wote sana. Mimi Ole Bamuriat, kijana ya Kimasai, mtu ya kulenda gisa, mtu ya kunyang'anya ng'ombe masiwa, lakini kifika wakati ya usiku nafanya wetoka hapo hiyo kwa sababu hiyo ndio analisha mimi. Tajiri akifuta mimi leo kasi nitarudi Narok mimi. Ujombani ni karibu. Ujombani hata sahi. Utaenda ujombani wa kuchangia fare. Ujombani utaenda sahi. Unapata wametayarisha paka passport yawe kuburuka kuenda kwenye huko. Hawana muda ya kukuhost. Wanasema time is not of our side. On our side. Asante sana. Hebu tukumbushe tena watu wanakufollow aje tukimaliza. Nasema tu Asholeng. Naitwa Ole Bamuriat. Nashukuru sana. Mimi ukitaka kupata mimi kwa mtandao ya kijamii, Facebook naitwa Ole Bamuriat. Instagram naitwa Ole Bamuriat. TikTok naitwa Ole Bamuriat. YouTube naitwa Ole Bamuriat. X naitwa Ole Bamuriat. M-Pesa naitwa Ole Bamuriat. Lakini wale watu napenda tafuta mtu kwa boma kienyeji tafadhali. Sasa dunia sasa iko simu tafadhali. Nunua simu hata kama ni simu ya lipa mdogo. Tafuta mtu, wacha kupigia mtu simu. Unaweza kuja unapata mtu kwa bomba. Unapata hako kwa condition yenye uko tarajia kidogo. Unapata mtu amekuja hapa anapiga hipi ana dance kidogo. Unapata mtu yuko. Lakini kama unapigia mtu simu, anapata mtu kama hako prepared. Haya, sema hiyo namba ya kupiga simu tena. Nambari ya kupiga simu, ijalisi simu kama iko na kwa jasi ama fulisa. Piga simu. Piga simu. Chukua simu piga. Kama network inakataa panda juu ya miti. Anza pigia Ole Bamuriat mimi Masai nakuja. Nachukua simu yako na anza ongea na wewe. Nambari ya simu 07 12 09 79 27. Na malisia hiyo yote nambari. Ukipiga nambari ya utasikia tu sauti moja anasema, Suboleng. Asante sana. Ashia lengi ngaido. Yani asanteni sana unyi wote. Aya, asante sana. Karibuni sana. Ule mtu hajafollow Butula News unamwambia aje? Ale mtu yote nye hajafollow Butula News nakwambia unakosa sana. Unatenda dhambi. Unatenda dhambi bila kujua. Follow Butula News mara moja. Nusu yote ya Butula yote naja sana hapa. Iwe ya wapi yote. Ya kufurahisha, ya kuchangamusha yote. Follow Butula News. Hivyo nusu mzuri. Watu ya Butula. Na watu yote kwa jumla. Dunia mzima huko naona hii kitu. Butula News. Iko na mtu hapa anaitwa Vikas Bahati. Kijana mzuri sana analetea watu ya Butula News lenye. Kila mtu leo akiona anasema aje Asholeng. Basi nzuri. Nashukuru sana. Nasema asante. Shikilia tu hapo lakini usiwachilie. Na kama ni kuachilia tafadhali, tafuta gulu weka pale. Ama tafuta gamu ya miti. Weka kwa redio pale. Endelea kufuatilia Butula News na hata kwa TV Butula News yote. Asante sana. Mumeambiwa na Ole Bamuriat amesema endelea, shikilia hapo.
follow Butula News. Tuko Facebook Butula News, YouTube Butula News, enda pale subscribe. TikTok Butula News, enda pale utufollow. X ile ni ile ilikuwa inaitwa Twitter kitambo, X Butula News. Kama kawaida, mimi nimekuwa wako Vikas Bahati. Tukutane tena wakati ujao. Ero Subonli. Next time when you come, kumbuka kubebea mimi maziwa. Yana kana sataletea we maziwa. Asante sana.